rudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijaonesha alipomkumbusha kutoa zaka wala kumkumbusha kwamba yeye uliweka nadhiri kwamba mimi nitakuwa Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu tunaamini Yakobo aliendelea kumwabudu Mungu. Lakini pia tunajua aliendelea kutoa mafungu ya kumi. Lakini kwa swala la nadhiri ya kumjengea Mungu madhabahu, kwa sababu aliahidi kwamba Mungu kinifikisha salama nitajenga madhabahu. Mungu akamkumbusha, akamwambia nenda ukanijengee madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama liko jambo ambalo Mungu alikufanyia ulipokuwa mahali fulani, ukaweka nadhiri ukihusisha na mahali yako, ni vizuri mno kwenda kuitengua mahali pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Na kitu ambacho huwa kinasababisha urudi ni kwa sababu madhabahu huwa zinadai au huwa zina neno. Bwana Yesu asifiwe. Kama leo utasimama hapo ukasema Mungu kinifanikisha kwenye hili nitakufanyia hiki na hiki, hii madhabahu huwa inadai. Bwana Yesu asifiwe. Mungu baada ya kufanikisha hii madhabahu itakuwa inadai kwamba huyu mtu alisema, huyu mtu alisema. Wewe umesema kwamba utanifanyia kitu hiki fulani. Umesema kwamba Mungu akikufanikisha kwenye kitu chako. Madhabahu huwa zinasema. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haitakuwa na uzito sana kama utaenda kuitimiliza mahali kwingine. Hapo tumeelewana kidogo. Lakini pia jambo la tano, nafikiri la mtumisha tumeshaelewa. Timiza nadhiri au vunja nadhiri mahali pale ulipoiweka. Kama uliruhusa hili neno kama neno la Kiingereza la rais kama iliambatana na mahali husika. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri hilo litakuwa ni neno la rais. Kama uliambatanisha mahali husika, lazima ukaitimize kule ulipoiambatanisha. Bwana asifiwe. Haya, jambo la tano. Sasa pia kuna kitu Mungu amenikumbusha. Sasa hiyo jambo la tano. Nieleze kwa mfano. Unaweza ukaahidi, kuna wengine wanaweka mpaka kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye maana ya kifedha. Unakuta wanasema Mungu ukinifanikisha nikijifungua salama nitakutolea 50,000. Mtu anaweka nadhiri, yani ameshajifunga kwenye wigo kwamba 50,000. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasimamia hapo. Labda itokee hajakufanikisha, lakini tumejifunza kwamba tunapoweka nadhiri tuamini Mungu ana. Na ndio maana akasema unapoweka nadhiri usiwe mlegevu kuiondoa. Maana yake tamani au mhusishe Mungu, akutie nguvu itimize ikiwa kamili kama ulivyoiahidi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulijua utakuwa na uwezo wa kuitoa 50,000 baada ya Mungu kukusaidia kwenye kitu fulani, basi atakapokufanikisha jitahidi kuitimiza kwenye kiwango kile ambacho ulikiweka. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyema kikaongezeka kuliko kikapungua. Bwana Yesu asifiwe. Sizungumzie fungu la 10. Nazungumzia sadaka ya nadhiri kwa yule ambaye anaambatanisha na